Money Blueprint. Yawezekana ikawa ni msemo ambao labda hujawahi kusikia au tayari ushawahi kusikia. Sasa leo nataka tukaujadili, tuone ni nini, ni madhara yake ni nini katika maisha yetu, unatu affect vipi katika eneo la kifedha. Karibu. Jina langu ni Nehemia Ngowi. Kazi yangu ni kukupa maarifa ya fedha, biashara, uchumi, malengo pamoja na mafanikio, na umefanya chaguo sahihi kabisa kufungua video hii. Sasa asilimia kubwa maskini huwa wanaanza vitu vitatu. Cha kwanza, wanaanza mafanikio ya fedha ni bahati. Umeona? Cha pili, wanasema matajiri wanateseka, ndio imani yao. Cha tatu, wanakuambia matajiri wanaga furaha. Sasa umeona hizi imani ukizishikilia, ukiziamini sana, baada ya muda fulani zinaanza kujitokeza katika maisha yako. Unajikuta mtu akwambia kuhusu pesa, hutaki kabisa mambo ya pesa. Kwamba sio mambo ya utajiri, mambo ya kuwa pesa wa halali. Mimi naongelea hapo utajiri wa halali. Siangalia utajiri wa njia za mkato. Naongelea utajiri ambao ni wa halali. Umefuata kanuni fulani za kimafanikio na umeupata. Kitu cha kwanza katika money reprogramming tunafanya negative outlining. Hapa unaorozesha zile sentensi zote ulizoambiwa kuhusu fedha ambazo ni negative. Sentensi zote ambazo sio sahihi kuhusu pesa. Kwa mfano, binafsi mimi niliambiwa pesa ni shetani. Umeona? Niliambiwa matajiri wanateseka. Umeona? Niliambiwa matajiri wanatoa kafara. Umeona? Tajiri haingii mbinguni. Hizo zote ni negative outlining. Sasa unazichukua zile negative zote ambazo ulishawahi kuambia kuhusu pesa, unaziandika sehemu. Hii ndio namna ya kwanza kufanya money reprogramming. Unaziandika sehemu, unachukua notebook au daftari, unaandika zile sentences zote ulizoambia kuhusu fedha ambazo sio sahihi. Ukishafanya hivyo, kitu cha pili unachokifanya ni kukubali, acception, kubali kwamba hizi imani zimekuwa zikinizuia mimi kupiga hatua katika eneo la kifedha. Umeona? Baada ya kuziandika, unakubali. Unajua kitu chochote kwenye dunia ili uweze kukipata, ukiacha kama kuna tabia fulani uweze kuiacha, kubali kwanza kama unayo. Kama labda mimi ni mwizi, ili niweze kuacha wizi, lazima kwanza nikubali mimi ni mwizi. Nikishakubali mimi ni mwizi, ndo nitaanza kupiga hatua. Bila kukubali siwezi kupiga hatua. Kwa kitu cha pili cha kufanya, kubali kwamba tabia hizi, yani imani hizi nilizokuwa nimezishikilia, mitazamo hii kuhusu fedha imesababisha nashindwa kupiga hatua katika eneo la nini? La kifedha. Kitu cha tatu, disassociation. Kutojishikamanisha nazo. Sasa hapa unachokifanya ni nini? Unaanza kugeuza zile sentensi zote zinakuwa positive. Kwa mfano, pesa ni shetani, pesa sio shetani. Matajiri hawataingia mbinguni. Sio kweli. Matajiri wanaingia mbinguni vizuri kabisa. Kama labda wewe ni msomaji wa Biblia, kwa wale wa Kristo samani, kuna kina Suleiman. Suleiman alikuwa na pesa kiasi cha kwamba mpaka sasa hivi hakuna anayemkuta kwa utajiri. Umeona? Lakini mbinguni ikaingia. Kuna watu kama wakina Ibrahim alikuwa na pesa sana, alikuwa na utajiri mwingi sana kiasi cha kwamba alikuwa ana jeshi lake binafsi na mbinguni ameingia. Umeona? Kwa hiyo ukaniambia matajiri waingie mbinguni, sio kweli. Sasa maana yake tajiri aingie mbinguni na igeuze ile sentence. Na kwa hapana, sio kweli tajiri anaingia mbinguni. Hii ndo stage ya tatu ya kufanya. Stage namba 4, declaration, kujisemea. Sasa hapa unaandika wewe statement yako ambayo utakuwa kila siku unaiongea, kila siku asubuhi unajiambia, mpaka subconscious mind yako tena ikichukua kile kitu. Kwa sababu kumbuka kitu kimoja, kitu kikishaingia ndani ya subconscious mind, ili kitoke lazima kiingizwe kitu ambacho ni tofauti na kilichoingizwa mwanzo. Nikikwambia wewe huwezi sasa hivi, mara nyingi mpaka ukajiamini huwezi, ili nitoe hilo neno kwenye akili yako, nianze kukwambia unaweza tena kila siku kwa muda mrefu mpaka tena ingie kwenye ufahamu wako. Kwa kitu cha tatu, kitu cha 4 ni declaration, kujisemea. Andika statement mahali, jiambie mimi nina uwezo wa kuwa tajiri, na nguvu, uwezo, kila kitu cha kuwa tajiri na uwezo huo ninao. Au mimi nina akili ya kitajiri, mimi na billionaire mindset. Umeona? Sasa unapofanya vile kwa muda mrefu, akili yako inaanza tena kuamini tena upya. Na ndipo pale unaanza kuona fursa na opportunity nyingi zinatokeza mbele yako. Na kitu cha 5 cha kufanya, anza kusikiliza clip nyingi zinazohusu pesa na mafanikio. Usikae tu vikadhika. Kadri unavyozidi kusikiliza mara nyingi, ufahamu wako unajireprogram, unakuwa upya tena, unajiumba tena upya. Unaposikiliza kuhusu pesa na mafanikio kwa muda mrefu, akili yako inaanza tena kuamini katika pesa na nini? Na mafanikio. Umeona? Kwa hiyo hicho ni kitu cha ngapi? Cha 5 cha kufanya. Kitu cha 5 cha kufanya. Sasa hivi tukaangalie hatua 3 tu ndogo. Hatua 3 ndogo za namna ya kuanza kuelekea sasa uhuru wa kifedha. Baada ya kufanya hivyo, tayari umefanya mind reprogramming, umemaliza. Akili yako iko safi. Unatakiwa uanze kufanya nini? Unafanya kazi ndio kwa bidii, lakini pesa huoni inapoelekea.
Unajituma sana lakini uelewi kwa nini unashindwa kufanikiwa. Ukijiangalia kama vile unajituma, unafanya kazi kwa bidii sana, lakini matokeo yanakuwa kama ni sifuri. Kuna sentence moja inasema msuli tembo, matokeo sisimizi. Umeona? Sasa kuna hatua au kuna principle lazima uzifuate ili kuelekea uhuru wa kifedha. Principle namba 1, anza kutafuta maarifa ya kifedha. Usikae tu hivi. Unajua dunia sasa hivi ilivyo ni dunia ya taarifa na maarifa. Dunia sasa hivi mtawala ni mtu ambaye ana maarifa ya kutosha. Huyo ndo mtawala. Kama hauna maarifa ya kutosha kwenye dunia sasa hivi, huwezi kuwa mtawala kabisa. Sasa hivi duniani tunauziana maarifa. Unaona? Yaani tunaishi kwa maarifa na taarifa. Sasa hivi mimi hapa ninachokupa wewe ni maarifa na nakupa maarifa ambayo sasa hivi umeingiza bando lako ili uchukue maarifa. Kwa hiyo mmekuuzia ni maarifa. Maarifa ukitoka hapo tenda kumwambia mtu mwingine ndio jinsi anavyozidi kusambaa maarifa. Kwa hiyo dunia sasa hivi ni dunia ambayo tumekaa katika mfumo wa maarifa na taarifa, ndio tunapoishi katika mfumo huo. Sasa ili uweze kutawala katika dunia sasa hivi ni kiwango chako cha maarifa ulicho nacho ndio kitaamua mafanikio kiasi cha umbali utakachoenda. Anza kutafuta maarifa kuhusu fedha. Hauwezi ukakaa tu hivi afu kafikiri pesa itakuja tu. Hapana. Pesa lazima ujifunze kuhusu pesa. Yaani pesa ili uipate kwa wingi lazima uijue. Watu wanasema pesa haipo. Je, imefichwa wapi? Unaona? Pesa haipo. Iko wapi? Hayo ni maarifa lazima uwe nayo. Kama mimi nitapataje pesa, natafutaje pesa. Lakini maarifa yapi lazima uwe na maarifa ya namna ya kutunza pesa. Ndio umepata pesa. Una uwezo wa kuitunza ile pesa. Kwa sababu pesa haikai mahali isipotunzwa. Pesa isipotunzwa inaondoka inaenda mahali ambapo itatunzwa. Ndio pesa ilivyo. Lazima uwe na maarifa namna ya kutunza pesa. Na maarifa 3 ambayo lazima uwe nayo, maarifa ya kuzalisha pesa. Umeshapata pesa, umeitunza pesa, una maarifa ya kuzalisha pesa, au unaenda unajikuta unaipeleka pesa yako kwenye mabiashara ambayo hayakupi faida na kuja na kufa, umepoteza pesa, unapeleka katika unatapeliwa, pesa zinapotea. Umeona? Inawezekana ni katika namna hiyo. Kwa hapo lazima hizo sehemu zote 3 lazima uwe na pesa, lazima uwe na maarifa ya kutosha kwenye maeneo. Ndipo utapokuwa mtawala. Kwa kumbe maarifa ni kitu ambacho hakikwepeki katika dunia tulionayo sasa hivi. Yamkini au inawezekana huko nyuma kipindi cha zama za mawe, zama za zamani ilikuwa kuishi bila maarifa. Ilikuwa kinawezekana, labda ilikuwa inawezekana. Lakini kwa sasa hivi maarifa sio tena ombi. It is must kutafuta maarifa. Hicho kitu cha kwanza. Kitu cha pili ambacho lazima unatakiwa kifanye, kuwa na nidhamu ya fedha. Nidhamu ya fedha. Sasa nidhamu ya fedha ni pale unapokuwa una uwezo wa kubajeti pesa yako unayoipata. Hata kama unapata pesa kidogo, je, una uwezo wa kuibudget hiyo kidogo? Kuna siku nilikuwa naongea na mdada mmoja hivi, alikuwa anafanya kazi katika mgahawa. Yule mdada akaniambia nataka niache kazi. Nikamwambia kwa nini? Akaniambia ninalipwa pesa ndogo ambayo hainitoshi kwenye mahitaji yangu binafsi. Nikamwambia nalipwa shilingi ngapi? Akaniambia nalipwa 3,000 kwa siku. 3,000 kwa siku ukiipigia kwa wiki, ukiipigia 3,000 kwa siku 7 nikaribia 21,000. Umeona? Sasa na yule mtu anakula nyumbani, analala nyumbani. Lakini 3,000 kwa siku anakuambia hela haimtoshi. Nikagundua huyu mtu sio kwamba hela haimtoshi, ila ni kwamba hana nidhamu ya kutunza hata kidogo alicho nacho. Anakuambia pesa haitoshi mahitaji yake. Lakini kwa hivi, pesa haijawahi kutosha na haitakaa itoshe hata siku moja. Pesa inatosha pale inapopangiwa, inapokuwa na nidhamu tu ya kutunzwa, hata kama ni kidogo ndipo inapotosha. Tofauti na hapo, sasa hivi utaniambia 3,000 haikutoshi. Kesho tutakupa kazi, tutakulipa milioni 2. Mahitaji yako tena yataongezeka, afu utaniambia tena pesa haitoshi. Tutakulipa tena bilioni 500, mahitaji pia utayaongeza, utaniambia tena pesa nini? Haitoshi. Kwa maana rahisi, pesa haijawahi kutosha hata siku moja. Pesa inatosha inapopelekwa sehemu ambapo kuna nidhamu tu, ndio pesa inapotosha. Sasa lazima una nidhamu ya fedha. Bila kuwa na nidhamu ya fedha ni sawa na kusema unapitisha maji kwenye bomba lilotoboka. Yaani kipato chako kinakuwa kinavuja sehemu nyingi sana. Kinakuwa hata kifiki ile targeted area ambayo ulikuwa unataka kufanyia kitu fulani. Nidhamu ya pesa ni kitu ambacho kinahitajika kuwa nacho sasa hivi ili uwe na pesa, ili ujihakikishie kuwa na kipato cha kudumu. Ni lazima uwe na nidhamu ya pesa. Hasa nidhamu ya pesa ni nini? Kitu cha kwanza katika nidhamu ya pesa, lazima una budget na pesa zako. Je, unanunua vitu kwa sababu unahitaji au unanunua vitu kwa sababu ya hisia? Unanunua kitu kwa sababu kina umuhimu kwako au ni hisia ndio zimekuponza ununue kile kitu? Sasa hivi unaweza kuwa unapita mahali una 1,000 mfukoni. Ukaona mahali panauzwa maembe. Ulikuwa hauna mpango wa kununua embe, lakini unachukua 1,000 unanunua embe. Umeona? Ulichokifanya pale ni nini? Ulichokifanya pale ni kwamba umenunua kitu kupitia hisia na sio kwamba ulikuwa unakihitaji.
Sasa unapokuwa unafanya vile kwa muda mrefu, ndio pesa inaondoka vile. Mwisho wa siku, baada ya muda fulani, pesa haipo, pesa yote imeisha. Unarudi tena kazi, unafanya kazi kwa bidii tena, unapata pesa, unapeleka katika matumizi ambayo hayakuwa sahihi. Mwisho wa siku tena pesa inapotea. Kwa hiyo inakuwa ndio mfumo wako wa maisha unakaa hivyo tu. Unafanya kazi kwa bidii ndio, lakini pesa ikija haifanyi kitu cha maana, inapotea kwa sababu haina budget. Sasa hii ni namna ambavyo unaweza